Hasa kabisa, kwanza kabisa naitwa Ekoine Humphrey George. Mimi ni welfare chairman. Changamoto ambayo tumekumbana nayo ni mingi. Licha tulitoka late, pia tumefika late, ambayo haikuwa wakati ambao tulikuwa tumeratibia. Ya pili, tumekuwa na changamoto jinsi ya kutoa mwili kwenye makavani. Tumekuwa na kuumwa na kichwa kwa sababu jinsi ambavyo tulikuwa tumepangia kama kikundi haikukuwa jinsi ambavyo ilienenda. Tulifika mahali hapo tukapata venye ilikuwa imepangwa ilikuwa haijapangika bado, so ilibidi tuanze tena upya, kwa sababu ilifika wakati wa kutoka saa moja tunaambiwa ya kwamba mwili hatuutoi. Ikabidi sasa tuanze tena jukumu yetu kama kikundi upya, lakini tunashukuru Mungu kufikia saa 2 tulikuwa tumetekeleza hayo yote jinsi sisi tulivyojipangia. So ningependa kuomba tu watu ambao wanatusikiza, watu ambao wanatutazama, sisi kama kikundi, licha ya majaribu ya hapa na pale na changamoto mingi ambayo tumekumbana nayo kwenye barabara mpaka tukafika hapa kwenye eneo la kina mwenda zake, yote tunamwachia Mungu, kwa sababu kama sio yeye hatungefika mahali hapa. Tuko katika eneo la Kolanya, kijiji ndogo ambacho kinaitwa Atapata. Huku ni Teso Kaskazini katika divisheni ya Ngorai. Asante sana bwana. Ningependa ueleze watu na uonyeshe watu kwamba ground inaendeleaje na shughuli ni gani zinazoendelea ndani ya ground. Nataka tueleze kani moja kwa moja tukipata nyuma, uonyeshe watu jinsi ground ilivyo. Hapa jinsi muonavyo, kwanza kabisa tunaendelea na kazi jinsi mnavyoiona. Hawa ni wafanyikazi ambao wanataka kutengeneza tents. Tulipofika mahali hapa tukuwa na kazi yoyote, ndio tumeanza kazi. Pale tuko na mwili imesimama, ambayo pia tuko na walinzi, na pale ni wanafamilia ambao tuko nao. Katika upande wa chini tuko na kanisa ambayo inashughulikia haya mazishi ya dada yetu Barbara. Na tukiangalia kwamba kila shughuli inaendelea jinsi ambavyo sisi tulikuwa tumeratibia pamoja na familia. Tumeweka vichwa pamoja, tumeelewana ya kwamba tupambane kwa upamoja ili siku ya kesho ya kumzika mwenda zake iende sambamba. Hapa mahali tulipo ni kwa eneo la kina mwenda zake, na sisi kama wageni, sisi kama kikundi tumekuja, tumekaa nao pamoja, tumezungumza, tujue ya kwamba ratiba ya kesho itaenda sawa sawa jinsi ambavyo familia ilivyokuwa imeratibia, na pia sisi kama kikundi tulivyokuwa tumekubaliana nao. Yale ambayo ningependa kuambia watu, ya kwanza, usitembee peke yako, tembea na kikundi, kwa sababu kama sisi kikundi tumekuja kujumuika na dada yetu kwa sababu alikuwa akitembea nasi pamoja, ndiposa unaona tunatembea naye hadi dakika ya mwisho. So mimi yale ambayo ningependa kueleza, wacha kukaa peke yako, jiunge na kikundi chetu. Hata kama si kikundi chetu, tafuta kikundi kingine, jiunge nayo. Kikundi yetu kujiunga ni shilingi tu 1000. Ukisha register nayo shilingi 1000, hayo mengine sasa yafuatayo utayajua ukiingia ndani ya kikundi. Lakini ukitoa shilingi 1000 utakuwa member wa hiyo kikundi, ambayo ni non-refundable fee. Utakuwa member wa hiyo kikundi. Mengi sasa kutoka hapo utayajua ukiwa member. Asante sana bwana Ekoine. Kuna wale wanauliza kwamba ukishafanya registration ni mambo gani ambayo yanafaa ifanyike, kwani yeye anaona watu wanavaa t-shirts, wanaona watu wanatembea kwa pamoja. Sasa pia alikuwa anauliza, akiwemo upande wa Uganda pale, atafanyaje ili ajiunge na sisi? Okay, swali lako nimelielewa vizuri. Ukijiunga kuwa mwanachama, hapo ndani katika hili sako kuna vikundi. Hasa kabisa mimi ni kiongozi kwa kikundi cha welfare.
So ukiingia hapo ndani kama memba wa SACCO utajiunga pia na welfare team. Welfare team ndio inakushughulikia, utapewa form, utajaza. Ukishajaza form, welfare inashughulikia maneno kadha hapo kwa memba. Ya kwanza kifo, ya pili ugonjwa, ya tatu pia kuna haya madhara ama haya mambo ambayo unaweza pata ghafla kwa sababu haujaratibia. Kwa mfano unaweza pata ajali, tunashughulikia. Moto inaweza kukuchoma nyumba yako ama nini, tunashughulikia vitu kadha provided wewe ni member wa hii SACCO. Yale yote ambayo utakumbatana nayo, sisi kama kikundi tutasimama nawe. Sasa jambo la mwisho ningependa ueleze watu kwamba ni muhimu gani kupata katika NIF na upamoja gani ambao tunapata katika NIF. Kwanza upamoja ambao tuko nao hapo katika kikundi, tuko kama ndugu na dada. Tukiwa mahali pale, sauti ambao huwa tukizungumza ni sauti moja. Na umuhimu ni wewe kuingia kuwa memba. Ya pili sasa, sisi kukusimamia wakati utakapopatana na yale yote mabaya ambayo hayawezi yakajimudu ile ambayo kipato chako kilipo. Sisi tunaweza simama na wewe kukuinua. Hayo ndiyo maneno ambayo unaweza patana nayo, sisi kama kikundi tunaweza kukupea. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi tukisema mazishi ya haya msichana, sisi ndio tumeshughulikia kila kitu, mwili kulipa bili ya hospitali, kulipa bili ya mochari, kulipa transport, kununua coffin, kununua dressing, kumvalisha mpaka kumleta kufikisha hapa nyumbani. Hiyo ndio maneno ambayo sisi tunakufanyia.